sijasema nimetumwa na Bwana, ila nimeiona hatari na ikemea. Kumezuka kwenye mtandao, nimeona ni haki za jamii mbalimbali kuzungumza. Hata sisi dhehebu letu la Shekina tukiamua kutoa msimamo wetu au maoni yetu kuhusu kinachoendelea nchini, ni haki yetu kikatiba. Huu sio msimamo wa Shekina, ingawa mimi ni katibu mkuu wa kanisa hili, wala Shekina haijanituma. Mimi ni naibu katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani inayokusanya dini mbili za Kiislamu na Tanzania kwa mkoa wa Dar es Salaam. Sizungumzi kama mjumbe wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani au kama kiongozi wa mkoa wa maridhiano. Ninaongea kama Daniel, mchungaji, kiongozi wa kiroho anayeona hatari kwa taifa lake. Bwana asifiwe. Ni haki za jumuiya zote kuzungumza. Zimezungumza jumuiya mbalimbali za kidini, taasisi za kiraia. Ni uhuru wa maoni, ndio katiba yetu inavyotaka, freedom of expression, wana haki. Lakini kuna genge la wahuni limeibuka, linasema wao watakata watu vichwa. Na hii najua nazungumza na taifa, na nikitoka nitaipublish. Tutavumilia maoni ya watu wengine hata kama yanatokera, tutayavumilia. Na ninawashauri viongozi wa kiserikali, wa kisiasa, waendelee kuvumilia. Kuvumilia maoni ya kila makundi ni haki. Lakini kuruhusu mtu anatangaza kukata watu vichwa, sielewi mpaka sasa hivi kwa nini jeshi la polisi halijatangaza kumkamata yule aliyesema atakata watu vichwa. Sijaelewa. Kama jeshi la polisi linataka kujitenga na hawa watu, kwamba halijawapa ruhusa, tuone likiwashughulikia. Mimi siwezi kuja hapa nikasema kwamba watu wakiandamana nitawakata vichwa. Wao, nchi tayari ina mzigo mzito. Leo katika nchi yetu kuna watu wanazika nguo, hamjaona kwenye mitandao? Leo katika nchi yetu kuna watu wanatafuta mili, hawajapata. Kuna watu wamefiwa, tuna msiba wa kitaifa. Serikali haijui njia ya kwenda. Imetangaza maridhiano, lakini taifa sio wote wamekubaliana na maridhiano. Tuna mzigo mzito tayari. Tuna kazi ya kuomba. Katikati ya mzigo tulionao, muhuni mmoja anasema watu wakiandamana atakata kichwa, kisa yeye ni mwalimu wa dini fulani. Alafu anaenda anasema atatangazia walimu wenzake nchi nzima, na serikali inakaa kimya. Why? Nimekuja kutoa wito kama Mtanzania mpenda amani. Uhuru wa maoni ni uhuru wa kikatiba. Tujifunze uvumilivu. Sio kila kitu kitafanywa tutakikubali. Hata ninachokifanya sasa sio lazima kila mtu akikubali. Lakini siwezi kusema kwa sababu sikikubali nitaua, kwa sababu sikikubali nitakata kichwa. Haijawa Tanzania ya aina hiyo. Natumia fursa hii kukemea katika jina la Yesu. Yaani sisi tunakazana kuombea taifa, kuomba watawala Bwana awasaidie hekima ya namna ya kufanya, kuomba makundi yanayodai haki Bwana wasaidie hekima namna ya kufanya, kuomba katika huo mtifuano kusudi la Bwana lisimame. Na ndio ambalo nimekuwa nikiomba siku zote. Nimesema sifungamani na upande wowote. Mimi siko hapa kwa ajili ya upande, niko hapa kwa ajili ya wazo la Bwana. Na mimi nasimama na kusudi la Bwana. Na ndipo kwa naombea taifa, Mungu aliniambia Mungu akiwa upande wetu, Rumi 8:31, ni nani aliye juu yetu? Upande ambao utafaulu Tanzania ni upande utakaochagua kukaa upande wa Bwana, upande wa kusudi la Bwana. Hii iwe ni watawala, iwe ni wanaodai haki zao, wahakikishe wanachokifanya kiko upande wa kusudi la Bwana, watashinda. Mungu ana uwezo wa kuvumilia. Mangapi tunakosea, Mungu anavumilia mengi. Na Mungu akitaka kufanya la kwake anafanya. Tena anafanya nje ya jitihada za kibinadamu. Ndio maana niliwahi kusema na leo narudia tena. Jibu la Tanzania sio baraza la mawaziri. Jibu la Tanzania sio maridhiano, sio rais, sio bunge, sio serikali.
Jibu la Tanzania ni Mungu wa mbinguni aliye hai. Ndio jibu la Tanzania. Yeyote atakayesimama upande wa Bwana atakuwa salama. Lakini hatuwezi ruhusu mtu anatoka, kama mjasikiliza, wapo kwenye mitandao, nimeona ametoka amesema yeye atakata watu vichwa. Eti watu ambao kisa hataki watu waandamane atawakata vichwa. Yeye kama nani? Yeye ni kiongozi tu wa dini fulani, tena ni mwalimu kwenye dini yake. Kama jeshi la polisi limetumwa kulinda haki za raia, tuone limedhibiti, limekemea hivi vitendo. Kama watanisikiliza video hii, niombe wafanye wajibu wao. Hivi vipi akitokea mpuzi mwingine akasema naye anaenda kupambana na yule mkata vichwa, itakuwa nchi hii? Kwanza, kwa nini tunageuza haki za kisiasa zinazodaiwa na watu na haki za kiraia kuwa mgogoro wa kidini? Tanzania hatuna mgogoro wa kidini. Hatuna mgogoro wa kidini. Nimekwambia mimi ni katibu msaidizi wa Jumuiya ya Maridhiano kwa mkoa wa Dar es Salaam. Rafiki zangu ni mashehe, nakaa na mashehe, tunajadili, tunaongea. Hamkuwaona siku moja mashehe wamekuja tukafanya vikao hapa kanisani? Eti hamkuwaona nyinyi? Tuliwakata vichwa. Nani analeta tofauti ya kidini? Mzigo tulionao kama taifa unatosha. Hatutataka mtu atuletee tofauti za kidini. Hapa tuna Waislamu wametuzunguka, mbona tunaishi nao vizuri? Ina maana leo Muislamu akifiwa nisiende kuzika? Mambo ya hovyo sana. Nani anasema Wakristo wanadai hiki, Waislamu? Mbona kwetu Wakristo yametokea makundi tofauti, yanadai vitu tofauti? Kwa ndugu zetu Waislamu hali kadhalika, Wabudha watafanya hivyo, wasokuwa na dini. Hii ni nchi ya watu wote, mpaka wasokuwa na dini. Hatuwezi kufika hatua tukasema ninachokitaka mimi ndio hicho, alafu asiyekitaka namuua. No! Kama serikali haiko likizo, inajua kushughulika, nione onyo, watoe onyo, tutaamini haikuwatuma na haihusiki, na tutakuwa na amani katika nchi yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Leo nimesema, sijasema nimetumwa na Bwana. Nimeiona hatari, nimetumia fursa hii kuwaonya viongozi wa dini wenzangu. Sio vibaya kurekebishana. Sijagi kuzungumza kwa ajili ya wanasiasa. I don't do that. Mara nyingi huwa nazungumza mwelekeo wa taifa ninaouona, kile Bwana anachonionyesha. Na hii nimeona huyu kiongozi wa dini mwenzangu anastahili kusemeshwa. Kama amesahau, basi tumkumbushe kwamba nchi hii ni ya kwetu wote na hana mamlaka ya kukata kichwa cha mtu. Uhai wa mtu ni mali ya Bwana, na Mungu ndio amemleta mtu duniani. Hata ondoka mtu duniani kwa mapenzi ya mtu, Mungu akamwacha. Kabla hajaamua kukata vichwa vya watu, Bwana atamshughulikia. Ama la, atoke aombe radhi. Aombe radhi kwa umma wa Tanzania, aseme niliteleza. Ama la, vyombo vya dola vimshughulikie. Lakini sio kutangaza atachinja watu, atakata vichwa. Not in our country Tanzania. Na huo ndio ujumbe kwa taifa langu na serikali na wote wanaodai haki zao. Mungu ibariki Tanzania katika jina la Yesu.